Sawa, tukimalizia hapo, Manara alikuwa na mke alioa akamwacha ambaye ni Zailisa. Lakini jana zilisambaa picha mitandaoni zikimuonesha Zailisa yuko na mtu mwingine msanii Meja Kunta. Baadhi ya watu wakawa na judge kwamba hakumaliza eda alafu then kaingia kwenye mahusiano mapya. Kidini hili lipo sahihi? Halipo sahihi. Kwanza Zailisa si mwanamke wa dini. Zailisa si mwanamke wa dini, na sio mwanamke, yule ni mwanaukwa. Kuna mwanamke na mwanaukwa. Tofauti iko wapi hapo shehe? Tofauti kubwa shehe. Mwanamke ni mwanamke yule anayejiheshimu na kujistiri. Mwanamkwa ni mwanamke. Mwanamkwa ni wale mama peku peku ndio kama kina Zailisa. Zailisa si mwanamke. Wallahi billahi. Si mwanamke. Wala uwezo kaweka ndani ya nyumba mwanamke kama ukasema nimeoa, umeweka matatizo. Mwanamke ana sifa, ana vigezo. Kwa hiyo ndio maana kasema Mtume amesema tuoe wanawake kwa mambo manne: ucha Mungu, sura zao, pesa yake na generation yake iwe na dini. Sasa Zailisa ana dini? Hana dini. Hata hiyo kufunga ndoa Kiislamu ni kama vile mila tu, lakini sio ucha Mungu wala hofu. Yes. Kwa hili ndiyo tatizo. Watu wanasema wanapokezana, ametoka kwa Dula kaenda kwa Manara, sasa hizi karudi tena kwa Meja Kunta. Singeli inazunguka kwa Zailisa. Sasa wewe uone kwa tatizo. Hawamdhalilishi mwanamke hapa. Wanamdhalilisha mwanamke, na hata vijana wote wanaozunguka na mwanamke nao ni wachovu. Hivi dunia ya leo ni dunia kuzunguka na wanawake jamani? Nyinyi vijana ni dunia ya wanawake? Nyinyi mkitoka hapo ukiamua kwenda kuzini sasa hivi unazini na mwanamke unayemtaka. Yaani ukiamua sasa hivi na kwenda kuzini hoteli, utalipa chumba na wallahi unazini muda huu na mwanamke unayemtaka. Ukitaka kesho nifunge ndoa kwa sisi Waislamu ndoa zetu nyepesi, unaoa kesho kwa mwanamke unayemtaka. Sasa dunia leo ni ya kuona chezo akili na mwanamke. Unazunguka una surround na mwanamke kama dawa ya mbu. Una kichwa sawa kwa lishe. Na ni ushamba, labda tuambie vijana wa Kitanzania. Dunia leo sio dunia kushoboka tena na wanawake. Dunia wanawake imepitwa enzi zetu tulikuwa mnapigania mwanamke. Dunia leo utakuta mtu anapigania mwanamke barabarani. Au unachukua mwanamke wa mwenzako watu wanakucheka, unangangana mwanamke muovu. Dunia hii wanawake ni wengi kuliko wanaume. Ni ushamba. Unajua tatizo vijana wengi wa Kiafrika hasa wa Kitanzania ni washamba. Wengi wetu hatukusoma, wengi wetu tunasoma tutembei. Akitembea mtu kaenda Nairobi karudi na kama nimetembea. Hata akienda hiyo Ulaya atembea, anafikia hoteli anarudi nyumbani katembea. Sasa ni ushamba tu ndio kunafanya babaike na wanawake. Kijana anayejitambua, dunia hii unahangaika na maisha yako na familia. Khalas. Watu wanasema Manara umri umeenda, Zailisa kuna vitu alikuwa anavikosa kwa ule mzee. Inawezekana Manara mtu mzima. Kaja kwa vijana wa Meja Kunta huko. Ni kweli. Watakusaidia vijana wenzako. Umri Kwa kweli Manara anasaidiwa bwana. Inaweza kuwa nasaidiwa shekhe. Umri wangu mimi Mwaipopo sasa hivi na zaidi ya 50. Sasa nikanganganie kuoa mwanamke wa miaka 22. Nina akili kweli? Mtoto anataka kila wakati muingie uwanjani mcheze mpira. Wewe uwezi. Ukiambiwa mzee tuingie uwanjani unapumua. Unajibalaguza, ngoja nisali kidogo. Mbona uko kwenye laptop nini? Unarudi ukute amelala. Pumzi tuleti. Waachie wachezaji wapya waingie uwanjani wacheze mpira. Muda wako Ronaldo umekwisha. Au Beckham, waachie vijana waingie timu mpya. Waacha Meja Kunta akimbize bora. Waacha akimbize, ni wakati wake kijana, anajidai naye. Kwa ni kuumiza tu roho. Wanamuumiza Manara sasa. Wanamuumiza kijana wa watu. Wala kokolo wanamuumiza sana. Lakini nafikiri Manara amezoea au mazingira. Ndio maana unaona wala babaiki. Manara mwanaume kazoea. Yule mwanaume kweli kweli. Tuna kipi cha kujifunza kwenye haya maisha? Maana mara nyingi mashehe mnatuhusia kwamba ifike mahala tutafute wenza wetu tutulie nao. Kama wenza wenyewe ni hawa, bado mashehe mnaweza mkawa na nafasi ya kutulaumu vijana kutooa. Kujifunza shehe wangu, labda nikwambie, kwanza Waswahili wanasema hivi: kosea mambo yote usikosee kuoa. Na mtoto hakika kosea mambo yote usikosee kuolewa. Waislamu Mungu anasema oweni mpate utulivu, sio oweni mpate kero. Wewe uko barabarani unahangaika na makamela na nini, stress kibao, ukirudi nyumbani lazima mkeo akufariji, akuhendo, akupe ile good welcome ndani ya nyumba. Una pause. Na mwanamke kaka, mwanaume anataka kwa mwanamke mambo manne tu au matatu. Ukiyakosa hayo ni shughuli tu. Ni uongo. Mwanamke akiwa na sifa hizi, sifa ya kwanza mwanamke kulizika na anachopewa na mumewe. Yaani mwanamke yote mwenye akili unaweza kuishi naye. Na mwanaume akimpata mwanamke wa hivi haamaniki. Kwanza kumpata mwanamke anayelizika na anachopewa na mumewe.
Mwanamke jambo la pili awe na usafi wa ndani na nje. Nikisema lugha kikubwa inaeleweka. Mtoto hakika na usafi wa ndani na nje. Jambo la kazi ya tatu ya mwanamke ni kujua kupika chakula. Awe anajua namna ya kukuandalia mumewe chakula. Sio unaoa mwanamke anapika chakula utafikiri makapi. Au unaagiza hotelini. Mnaagiza hotelini kwa ajili ya mwanamke kama anashindwa kupika chakula. Jambo la tatu, mwanamke awe anajua mechi ya kitandani. Muhimu. Na utakuta mtu ambaye jamaa kampendia nini mwanamke? Mwanamke sura mbaya, ujui ndani ya uwanja anacheza namba ngapi. Upate mwanamke anayejua kucheza mechi balabala. Jambo la tano, upate mwanamke anayeheshimu familia yako. Sio amekuja mama yako hapa, wangu na bwana mama yako kaje bwana ananuka. Huyu mama tumrudishe kwa umbea bwana, situkuyu tu kwa huyu. Arudi bwana. Sasa na ulipokuwa boga ni kweli mke wangu umenishauri la maana. Mama itabidi arudi tu Tukuyu Mwakaleli kule. Wewe atengea kakati tu Migomba. Mama si ungerudi tu Mwakaleli kule kama hela na kuhudumia huko. Wewe stupid wewe. Una akili kabisa. Mke wako akifikia ukisema umbea unaondoka wewe, mama anabaki hapa. Dada yako ondoka, utaondoka wewe, dada anabaki hapa. Wewe una akili wewe, nimwache mama yangu au baba yangu? Na sio mama tu, hata baba. Kwa sababu watoto wengi wamebezi kwa mama ubwege. Wewe unabezi kwa mama, mama ndio aliyekulea wewe kakusomesha. Lazima tuambie watu ukweli. Hatujipigii debe wanaume shekhe. Hatujipigii debe wanaume. Baba ndio kanisomesha mimi. Baba kaninunulia nguo mimi, chakula. Baba alikuwa ananibeba begani kunipeleka shule. Baba alikuwa ananipigania mimi. Baba alikuwa ananifanyia mambo yote ya kheri mimi. Mama alikuwa ananifulia nimekaa tumboni miezi 9 mpaka 10. Kwa nyinyi wote ni watu muhimu, sio mama wala baba. Wote ni watu muhimu katika maisha ya mtoto. Kuna watu wamebezi kwa mama tu. Ukiambia mimi mama tu, mimi mama unakuta mama mnafiki. Kazi yake kumlisha mtoto maneno ya kinafiki. Amekuja shangazi yako, mchukie, usimpe hela shangazi. Usimpe hela, nipe tu mimi wanangu, alafu na mamako mdogo na mamako mkubwa. Wewe mama mchawi. Unamtakia laana mtoto wako. Na maneno ya watu watano shekhi wangu nimalizie katika familia yaogope sana. Babu yako, bibi yako, baba yako mdogo, baba mkubwa, shangazi, mjomba, kaka na mdogo wako. Au watu kama unapata maisha wasaidie kadri unavyoweza kuwasaidia. Hiyo ni damu, na ukiwadhalau akikusema neno mabaya unapata laana. Sasa kuna watu wajinga katika familia ndio wanaoa wanawake kama hawa. Mwanamke anamwambia mimi hapa ni wewe na watoto wetu tu mume wangu. Basi wewe una akili kweli? Na mwanaume mijinga inakubali, hata mimi nimeona ni kweli mke wangu. Hapa mimi nimeona ndugu wao wananichawa tu hawa. Mimi ni wewe na mke wangu. Una akili? Unapata nafasi unakuwa waziri, ndugu zako wanavaa mayebo. Waziri, ndugu zako wanavaa mayebo. Mkuu wa wilaya, ndugu zako wanavaa mayebo. Mkuu wa wilaya anachukua mshahara karibu milioni 8, 9. Ndugu zako wanavaa, mkuu wa mkoa sio wilaya, wanavaa mayebo. Unakuwa rais wa nchi, ndugu zako wanavaa yebo. Unastaafu rais, ndugu zako wanavaa mashati ya mitumba ya Kariakoo au ya Ilala. Wewe una akili? Hata kama ndugu zako hawana akili, hawawezi. Mungu hawezi kuleta familia yenye akili wote. Mungu amekupa wewe neema ipitie kwako. Umeshakuwa kiongozi mkubwa wa serikali. Eti ndugu zako wanakuwa wanavaa yebo, wanavaa jinsi ya kuchagua chini. Wape maisha. Umeshakuwa kiongozi mkubwa, wape maisha wale shavu. Hata rafiki zangu wa chini kule lazima wale maisha. Yes, ndio maisha. Sheikh, tumezungumza mengi sana, tumejifunza mengi. Asante kwa nasaha, lakini chochote ambacho labda hatujakuuliza kwa sekunde chache sana ungependa kumshirikisha mtazamaji wako? Mimi nimshirikishe mtazamaji kwamba niwaambie wa Tanzania wa Afrika tubadilike, tuache roho mbaya, tuache roho za husda, tuache uchoyo na ulafi na ubinafsi. Tujaribu sana kuviacha hivi vitu. Vinatupotezea nafasi na muda. Na tuishi na wake zetu kwa tahadhari. Mungu ametutaka hivyo. Tusiwaamini tukakabidhi roho. Mke sio ndugu, mke ni udugu wa paja tu. Mke mimi naita ni udugu wa paja. Ndugu ni mtoto wako, mdogo wako, kaka yako, baba yako, mama yako. Ile ndio generation, ndio family. Wale ndio nitakiwa ukae nao. Na ukipata kidogo gawana na ndugu. Sio ukiwa umengangania tu unaona raha, mkienda kijijini kwa baba eti umeenda na gari, ndugu zako wanaenda kwa miguu wamevaa mayebo, wananuka bange si bange, perfume si perfume, ugolo si ugolo, hata mafuta kupaka hawana. Wewe unaona raha, wewe umeenda umependeza. Never, tusio na akili za kijinga za namna hiyo. Yaani unaona raha kuona wenzako wanadhalilika. Haiwezekani. Hata jirani
Usipende kuona jirani yako anapata maisha magumu, msaidie jirani wa nyumba. Msaidie kama unaona mtu hana. Kwa hiyo nipende sana kutoa nasaha hizo mashaikh. Shukrani sana Sheikh. Asante baba, asante sana.